Habari, karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamwangazia historia ya rais wa awamu ya sita Mama Samia Suluhu Hassan, historia yake na changamoto zake na mazuri yake ambayo ameyafanya katika awamu hii. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wa kihistoria akiwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya urais nchini Tanzania. Maisha yake ni safari yake ya utumishi wa umma uliotukuka kuanzia ngazi za chini hadi kileleni. Na hapa ni muhtasari wake kwa urefu. Chimbuko la elimu. Alizaliwa Januari 27 mwaka 1960 huko Makunduchi, Zanzibar. Lakini elimu yake ya sekondari na ya msingi alisoma katika shule mbalimbali visiwani Zanzibar na kuhitimu masomo yake ya sekondari mwaka 1977. Elimu ya juu. Samia ni msomi mwenye kiu ya maarifa, ana stashahada ya utawala wa umma Mzumbe, stashahada ya uchumi Chuo Kikuu cha Manchester, Uingereza, na shahada ya uzamili masters katika maendeleo ya kiuchumi ya kijamii kutoka Chuo Kikuu cha Huria ya Tanzania OUT kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Southern New Hampshire. Safari ya kisiasa na utumishi. Samia Suluhu Hassan alianza kama mtumishi wa serikali kabla ya kuingia rasmi kwenye siasa za ushindani ngazi ya uwaziri Zanzibar. Mwaka 2000 alichaguliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na kuteuliwa kuwa waziri wa Rais Amani Karume. Alikuwa mwanamke pekee mwenye cheo cha juu katika baraza la mawaziri wakati huo. Bunge la Jamhuri la Muungano. Mwaka 2010 alichaguliwa akiwa mbunge wa Makunduchi. Aliteuliwa na Rais Jakaya Kikwete kuwa waziri wa nchi ofisi na makamu wa rais Muungano. Bunge la Katiba. Mwaka 2014 alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Bunge la Katiba, ambapo alijipatia sifa kwa uwezo wake wa kutuliza mihemko na kuongoza mijadala kwa hekima. Uraisi na historia mpya. Makamu wa rais. Mwaka 2015 John Pombe Magufuli alimchagua kuwa mgombea mwenza, walishinda na akawa mwanamke wa kwanza kuwa makamu wa rais nchini Tanzania kuingia katika urais. Kufuatia kifo cha Rais Magufuli, Samia aliapishwa kuwa rais awamu ya sita kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo mwaka 2021 Machi tarehe 19. Rais Samia amekuwa akisisitiza falsafa ya 4R katika kuongoza nchi. Namba 1, reconciliation, maridhiano. Namba 2, resiliency, ustahimilivu. Namba 3, reforms, mabadiliko. Na namba 4, rebuilding, kujenga upya. Amefanikiwa kufungua nafasi ya demokrasia, kuimarisha uhusiano wa kimataifa, diplomasia ya uchumi, kuendeleza miradi mikubwa ya kimkakati kama reli ya SGR na bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere. Maisha yake ya binafsi. Rais Samia ni mke wa Hafidh Ameir, mtaalamu wa masuala ya kilimo aliyestaafu, na ni mama wa watoto wanne. Mmoja wa watoto wake Wanu Hafidh Ameir pia ni mwanasiasa na mjumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Kidokezo. Rais Samia anajulikana kwa sauti yake ya upole, lakini msimamo wake upo thabiti, jambo ambalo limempa sifa kubwa kuitwa mama wa Watanzania wengi. Je, ungependa tukuelezee kuhusu mafanikio yake mahususi katika sekta fulani kama vile elimu na diplomasia? Ni vyema Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mageuzi makubwa, lakini maeneo mawili ambayo ameacha alama ya kipekee na kidiplomasia na elimu, ustawi wa jamii.
Hapa kuna ufafanuzi wa mafanikio yake katika sekta hizo. Namba moja, Rais Samia alipoingia madarakani alitekeleza kile kinachoitwa diplomasia ya uchumi. Lengo lilikuwa kuitoa Tanzania kwenye kile kinachoonekana kama upweke wa kimataifa na kuvutia ziara ya kimataifa. Alifanya ziara katika nchi za nje kama Marekani, nchini Ufaransa na nchi za Mashariki ya Kati, zilizosaidia kurejesha imani ya wafadhili na wawekezaji. The Royal Tour. Alishiriki moja kwa moja kurekodi filamu ya kitalii ya The Royal Tour ambayo ilisaidia kuitangaza Tanzania duniani kote na kuongeza idadi ya watalii baada ya janga la Uviko 19. Kuvutia mtaji. Kupitia diplomasia hii, Tanzania ilishuhudia kusainiwa na mikataba mikubwa ya uwekezaji katika sekta za nishati, madini na bandari. Sekta ya elimu. Katika sekta ya elimu, Rais Samia ameweka nguvu kubwa kwenye miundombinu na usawa. Ujenzi wa madarasa. Alitumia fedha za mkopo wa masharti nafuu kutoka IMF, fedha za Uviko 19 kujenga maelfu ya madarasa nchi nzima na kwa mkupuo mmoja, jambo ambalo liliondoa changamoto ya wanafunzi kukosa nafasi ambazo kujiunga na kidato cha kwanza. Elimu bila ada. Amepanua sera ya elimu bila ada hadi kufikia kidato cha 5 na 6, hivyo kupunguza mzigo wa gharama wa wazazi. Vyuo vya ufundi VETA. Serikali yake imewekeza kwenye ujenzi wa vyuo vya VETA katika wilaya nyingi chini na kutoka ujuzi wa vijana. Scholarship. Samia Scholarship. Alianzisha programu ya ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wanaofanya vizuri sana katika masomo ya sayansi na PCM, PCB pamoja na PGM na kadhalika, ili kuongeza wataalamu wa fani za uhandisi na udaktari. Ustawi wa jamii na afya. Vituo vya afya. Ujenzi wa vituo vya afya na zahanati umeongezeka kwa kasi, hususan vijijini, huku mkazo ukiwa kwenye afya ya mama na mtoto. Mradi wa maji. Amekuwa akisisitiza kumtua mama ndoo kichwani kupitia mradi wa maji safi na salama vijijini, ambayo imefikia asilimia kubwa ya utekelezaji wake. Jedwali la tofauti za mtazamo wa uongozi. Eneo. Mtazamo wa Rais Samia. Demokrasia. Aliondoa zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Uhuru wa habari. Alifungulia vyombo vya habari vilivyokuwa vimefungiwa. Uwekezaji. Ameweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi na kukua. Rais Samia ameonyesha kuwa anaweza kuongoza kwa upole, lakini hakutekeleza mambo makubwa ya kimkakati. Asanteni sana. Ni uamuzi wa busara, ingawa miradi hii ilianza kabla ya uongozi wake. Rais Samia amekuwa na jukumu kubwa kuhakikisha fedha zinapatikana na kasi ya ujenzi inaongezeka ili ianze kutoa matokeo kwa Watanzania. Hapa kuna uchambuzi wa miradi hiyo miwili mikuu. Reli ya kiwango cha kimataifa SGR. Huu ni mradi wa kihistoria unaolenga kuunganisha bandari ya Dar es Salaam na nchi ya jirani kama Rwanda, Burundi na DRC. Maendeleo chini ya Samia. Chini ya uongozi wake, vipande vya Dar es Salaam kwenda Morogoro na Morogoro kwenda Makutupora vimekamilika na safari za majaribio na za kibiashara zimeanza. Upanuzi. Rais Samia amesaini mikataba ya ujenzi wa vipande vingine kuelekea Tabora, Isaka na Mwanza pamoja na kipande kinachoelekea mipakani mwa nchi jirani.
Teknolojia. Tanzania imekuwa nchi ya kwanza katika kanda ya Afrika Mashariki kutumia vichwa vya treni vya kisasa Electric Multiple Unit EMU vinavyotumia umeme ambavyo ni rafiki kwa mazingira na vina kasi kubwa. Bwawa la Mwalimu Nyerere JNHPP. Mradi huu kuzalisha umeme kwa kutumia maji hydroelectric power katika mto Rufiji ni mhimili wa nishati nchini. Bwawa hili lina uwezo wa kuzalisha megawatt 2115, kiasi ambacho kinatarajiwa kuondoa kabisa tatizo la mgao wa umeme nchini. Hatua muhimu zilizochukuliwa. Rais Samia alisimamia hatua muhimu ya ujazaji maji kwenye bwawa na sasa mitambo turbines imeanza kuwashwa mmoja baada ya mwingine kuingiza umeme kwenye gridi ya taifa. Faida. Mradi huu si kwa ajili ya umeme pekee. Utasaidia pia katika kudhibiti mafuriko na kutoa fursa za uvuvi na kilimo cha umwagiliaji. Miradi mingine mikubwa. Mbali na hiyo miwili, Rais Samia anasimamia miradi mingine kama daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi, daraja refu kuliko yote Afrika Mashariki, linalounganisha Mwanza na mikoa ya kanda ya Ziwa. Ujenzi wa viwanja vya ndege, maboresho makubwa katika viwanja vya mkoa wa Msalato, Dodoma, Mtwara na Songea. Bomba la mafuta EACOP, ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda kusafirisha mafuta ya ghafi kutoka Hoima hadi Tanga. Kwa nini anafanya hivi? Rais Samia anaamini katika muendelezo wa miradi continuity. Baada ya kutekeleza miradi ya mtangulizi wake, ameamua kuikamilisha huku akianzisha mipango mipya, jambo ambalo limeleta utulivu wa kiuchumi na imani kwa wafadhili. Uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan umekuwa na athari chanya moja kwa moja uchumi wa Tanzania, hususan kupitia miradi ya kimkakati. Hapa kuna takwimu na uchambuzi jinsi uchumi unavyokuwa katika kipindi chake cha mwaka 2021 mpaka mwaka 2026. Namba moja, ukuaji wa pato la taifa GDP. Uchumi wa Tanzania umeonyesha ustahimilivu mkubwa tangu Rais Samia alipoingia madarakani. Kwanza, ongezeko la thamani. Pato la taifa limekuwa kubwa kuanzia shilingi trilioni 156.4 mwaka 2021 hadi kufikia takriban trilioni 205.8 mwaka 2024. Kasi ya ukuaji. Kiwango cha ukuaji kimeongezeka kutoka asilimia 3.9 mwaka 2021 hadi kufikia asilimia 6.0 mwaka 2025. Hii inaifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Dira ya mwaka 2026, mashirika ya kimataifa kama IMF yanatabiri ukuaji wa kuimarika na kufikia asilimia 6.3 mwaka huu wa 2026. Mchango wa miradi ya kimkakati SGR na JNHPP. Miradi mikubwa imekuwa injini ya kukuza sekta nyingine. Sekta ya ujenzi na umeme. Sekta hizi zimekuwa zikikua kwa wastani wa juu. Kwa mfano, sekta ya umeme imekuwa kwa asilimia 19 sasa mapema mwaka 2025 kutokana na kuanza kwa uzalishaji katika bwawa la Mwalimu Nyerere. Biashara ya usafirishaji. Kuanza kwa huduma za biashara ya reli SGR kumepunguza gharama za usafirishaji wa mizigo na abiria, jambo ambalo linachochea biashara kati ya mikoa na nchi jirani. Nishati. Kupatikana kwa umeme
wa uhakika kutoka JNHPP kumesaidia viwanda vingi kuongeza uzalishaji, jambo ambalo linaongeza kodi ya serikali na pato la taifa. Diplomasia na uwekezaji wa kigeni FDI. Sera za Rais Samia kufungua nchi imeleta matokeo makubwa. Miradi mipya ya uwekezaji hadi kufikia Disemba 2025, rekodi ya miradi mipya 927 ilisajiliwa nchini ikiwa na thamani ya zaidi ya dola 11.9. Sekta ya utalii. Mapato ya utalii yamepaa na kufika dola 4.3 mwaka 2025, huku idadi ya watalii ikifikia rekodi ya milioni 2.29. Muhtasari na takwimu muhimu ya mwaka 2025 mpaka mwaka 2026. Kiashiria takwimu mwaka 2025, hali iko vipi? Ukuaji wa GDP asilimia yake ni 6.0, inazidi kuongezeka katika kihali, lakini mfumuko wa bei asilimia 3.3, hali yake imara chini ya asilimia 5. Akiba ya fedha za kigeni ni dola bilioni 6.3, inatosha miezi 4.9 ya uingizaji bidhaa. Mauzo ya dhahabu dola bilioni 4.7, lakini hali yake ni rekodi ya juu zaidi. Zingatia, ingawa takwimu hii ni nzuri, Rais Samia amekuwa akisisitiza kwa lengo ni kuhakikisha ukuaji huu unagusa maisha ya wananchi mmoja mmoja kwa kupunguza bei za bidhaa za chakula na kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Hii ni eneo muhimu sana kwa Rais Samia, kwani asilimia kubwa idadi ya watu nchini Tanzania ni vijana. Ili kuhakikisha ukuaji wa uchumi unawafikia wananchi, amekuja na suluhu ya kiubunifu katika sekta ya kilimo na biashara. Programu ya BBT, Building a Better Tomorrow. Hii ni programu ya kielelezo, flagship program iliyoanzishwa chini ya uongozi wake wa kuwavutia vijana kwenye sekta ya kilimo. Moja, mafunzo na mitaji. Vijana wamepewa mafunzo ya kisasa na kilimo cha biashara, kisha serikali ikawatengenezea maeneo makubwa ya ardhi, block farms yenye miundombinu ya umwagiliaji. Vifaa. Kupitia programu hii vijana wanapatiwa vifaa kama matrekta na mapembejeo na kuunganishwa na masoko ya ndani na nje ya nchi. Lengo ni nini? Lengo ni kubadilisha mtazamo wa kuwa kilimo ni kwa ajili ya wazee tu, watu wasiosoma, na badala yake kukifanya kuwa sekta rasmi iliyotengeneza mamilionea vijana. Udhibiti wa mfumuko wa bei, chakula na nishati. Licha ya changamoto za kiuchumi duniani kama vita vya Ukraine na mabadiliko ya tabia ya nchi, Rais Samia amechukua hatua zifuatazo. Ruzuku ya mbolea. Serikali imekuwa ikitoa mabilioni ya shilingi kama ruzuku ya mbolea ili kupunguza gharama za uzalishaji wa kulima, hali iliyosaidia bei za vyakula sokoni kutopanda zaidi. Ruzuku ya mafuta. Katika vipindi vya kupanda kwa bei ya mafuta duniani, serikali imewahi kutoa ruzuku kwenye mafuta ya petroli na diesel ili kuzuia kupanda kwa gharama za usafirishaji. Hifadhi ya Taifa ya Chakula NFRA imeongeza uwezo wa NFRA kununua na kuhifadhi chakula kingi ili kutumia akiba hiyo kipindi cha ukame kuzuia mfumuko wa bei. Mikopo ya 10% ya halmashauri. Rais Samia alifanya maboresho makubwa kwenye utaratibu wa kutoa mikopo ya 10% kutoka mapato ya ndani
ndani ya halmashauri kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Mfumo wa kidijitali. Amesisitiza matumizi ya mfumuko wa kidijitali unahakikisha mikopo hiyo inawafikia walengwa halisi bila upendeleo au rushwa. Uwezeshaji. Badala ya kutoa fedha kidogo kidogo, sasa hivi mkazo ni kutoa mikopo mikubwa inayoweza kuanzisha viwanda vidogo na biashara zinazoeleweka. Muhtasari wa matokeo ya miradi hii kwa vijana. Program na faida ya moja kwa moja. BBT. BBT ni programu yake, faida yake ni miliki ya ardhi, ajira ya kudumu na uhakika wa soko. Programu nyingine ni ruzuku ya mbolea, kupunguza gharama ya kulima na kuongeza faida. Programu ya tatu na ya nne ni scholarship, Samia Scholarship, kusoma elimu ya juu bure kwa wale wanaofanya vizuri katika sayansi. SGR pamoja na JNHPP, fursa za ajira za ufundi na biashara ndogo ndogo kwenye vituo vya treni. Kwa ujumla, Rais Samia anajenga Tanzania ambayo haina tu takwimu nzuri za GDP bali pia ni Tanzania inayozalisha kupitia nguvu kazi ya vijana wake. Ni jambo jema sana kuchangamkia fursa hizi. Serikali imerahisisha utaratibu ili kuondoa urasimu na kuhakikisha huduma hizi zinawafikia walengwa kwa uwazi. Hapa kuna hatua kwa hatua na jinsi ya kujiunga na programu hizi. Jinsi ya kujiunga na programu ya BBT kilimo, programu ya Building a Better Tomorrow. Jinsi ya kujiunga na BBT kilimo, programu ya Building Better Tomorrow BBT inaratibiwa na Wizara ya Kilimo. Wito wa maombi. Wizara hutoa tangazo rasmi kupitia tovuti ya www.kilimo.go.tz na vyombo vya habari. Vigezo: mara nyingi unapaswa kuwa kijana wa Kitanzania kuanzia miaka 18 mpaka 40 na uwe na nia ya dhati ya kulima, na kipaumbele hupewa wahitimu wa vyuo vya kilimo au vijana wenye uzoefu wa shughuli za shambani. Maombi ya kidijitali. Maombi hufanyika kupitia mfumo wa BBT portal. Ukichaguliwa unapelekwa kwenye vituo vya mafunzo atamizi kabla ya kukabidhiwa shamba na pembejeo. 2. Jinsi ya kupata mikopo ya 10%. Halmashauri. Hii ni mikopo isiyo na riba inayotolewa na halmashauri na makundi ya vijana 4%, wanawake 4% na watu wenye ulemavu 2%. Hatua ya kwanza, sajili kikundi. Mikopo hii haitolewi kwa mtu mmoja mmoja. Lazima muwe katika kikundi cha watu kuanzia watu watano. Kikundi lazima kisajiliwe katika ofisi za maendeleo ya jamii kwenye halmashauri yako. Hatua ya pili, maombi kupitia T-MUYA. Rais Samia ameanzisha mfumo wa kidijitali uitayo T-MUVA, Tanzania Multi-Sector Volunteering Application. Huu ni mfumo wa kielektroniki na wa kuombea mikopo ili kuzuia upendeleo. Hatua ya tatu, andiko la mradi. Unahitaji kuwa na wazo la kibiashara linaloeleweka, mfano ufugaji, kudarizi, mamalishe au duka. Maafisa wa maendeleo ya jamii hukusaidia bure kuandaa andiko hili. Samia Scholarship kwa wanafunzi. Ikiwa wewe ni mwanafunzi au una mdogo wako anayesoma masomo ya sayansi, vigezo vyake: lazima afaulu kwa kiwango cha juu Division 1 katika masomo ya sayansi, PCM, PCB, CBG pamoja na PGM na kadhalika, kwenye mitihani ya kidato cha 6. Uratibu. Maombi hufanyika kupitia bodi ya mikopo
HESLB. Punde tu matokeo yanapotoka, scholarship hii inalipa kila kitu: ada, chakula, malazi na vitabu kwa 100%. Vidokezo vya muhimu ili ufanikiwe: kwanza, kuwa na kitambulisho cha NIDA. Hii ni hitaji la lazima kwa mfumo wa yote ya kidijitali nchini Tanzania. Pili, fuata taarifa rasmi. Epuka watu wanaodai kutoa mikopo hii kwa malipo ya awali. Mikopo ya serikali haina rushwa ya kupata fomu. Tatu, tembelea ofisi za halmashauri. Usisite kufika ofisi za mkurugenzi wa wilaya yako na kutafuta ofisi ya maendeleo ya jamii kwa maelezo zaidi. Rais Samia amefungua milango, kilichobaki ni sisi tu wananchi, hususan vijana, kuchukua hatua na ya kwenda mbele. Hizi hapa ni taarifa za mawasiliano na tovuti ambazo zitakusaidia kuanza mchakato wa kujiunga na programu hizi za kupata mikopo. Ni vyema kutumia njia hizi rasmi kuepuka matapeli. Namba moja, Wizara ya Kilimo kwa ajili ya BBT. Hapa ndipo utapata taarifa ya kuanza kwa msimu mpya wa mafunzo ya BBT na jinsi ya kuomba ardhi ya kilimo. Tovuti yao ni hii: www.kilimo.go.tz. Namba zao za simu 255 26 23 21 47. Barua pepe ps@kilimo.go.tz. Anwani: Mji wa Serikali, Mtumba, sanduku la posta 2182 Dodoma. Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa mikopo ya 10%. TAMISEMI ndiyo inayosimamia mikopo, inayosimamia halmashauri zote za nchini. Unaweza kupata mwongozo kwa mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hapa. Tovuti ya TAMISEMI www.tamisemi.go.tz. Mfumo wa mikopo ya T-Mover ni tmover.tamisemi.go.tz. Nambari ya simu 255 26 23 21 234. Kituo cha huduma kwa mteja 15 21 2. Piga namba hii ukiwa laini yoyote nchini kuelezea changamoto na kuuliza maswali huku kuhusu huduma za halmashauri. Namba 3, Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi na elimu ya juu Samia Scholarship kwa ajili ya ufadhili wa masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa chuo kikuu. Tovuti yao ni hii: www.heslb.go.tz. Namba ya simu 255 22 55 07 Anwani: sanduku la posta 76068 Dar es Salaam au Dodoma. Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi katika Uchumi wa NEEC. Hawa huratibu mifuko yote ya uwezeshaji nchini. Ukienda kwenye tovuti yao utaona orodha ya mifuko mingine zaidi ya 50% inayotoa mitaji. Tovuti yao ni www.uwezeshaji.go.tz. Namba yao ya simu ni 255 22 21 25 596. Hatua kuchukua sasa, leo au kesho. Namba moja, kwa mikopo ya 10%, usisubiri mtandaoni pekee. Tembelea ofisi za maendeleo ya kijamii katika halmashauri ya wilaya unaoamshi, uwaulize, je, mfumo wa T-Mover uko wazi kwa ajili ya maombi mapya? Namba 2, kwa BBT hakikisha unayo barua ya utambulisho kutoka kwa serikali ya mtaa wako na kitambulisho cha NIDA, kwani hivi ni vigezo muhimu wakati wa kujaza fomu za mitandao pindi zikitangazwa. Asante.